DJ Spider-Man. Janamu nataka nani? Baba. Na wazemu nataka nani? Baba. Hadi wa mama munataka nani? Baba. Kila kona munataka nani? Baba. Atehu. Baba. Mbio. Baba. Omera. Baba. Morome. Baba. Hey. DJ Spider-Man. Janamu nataka nani? Baba. Na wazemu nataka nani? Baba. Hadi wa mama munataka nani? Jeshi ya baba. 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 Jeshi ya baba. Baba. Kitengela hoye! Vijana hoye! Vijana hoye! Wamama hoye! Kitengela, tumerudi. Baba amekuja na wanajeshi wake. Muna furaha? Muna furaha? Leo tulikwenda kule Kajiado kwa maombi, hafla maombi. Wameombea Kenya, wameombea haki na ukweli, wameombea uchumi, wameombea amani ya ulimwengu yote. Wakasema ya kwamba punda imeanguka. Badani nilikuwa nasema ati punda imechoka. Nasema sasa punda imeanguka. Mzigo umekuwa mzito sana. Mzigo ya Bwana Ruto na Gachagua imekuwa mzito sana. Punda sasa imeanguka, sio? Kila siku ushuru, kila siku Zakayo wako punda imeanguka. Punda ya Kenya imeanguka, sio? Juzi nilikuja hapo nini? EPZ hapo. Nikaona maajabu pale. Nimekuta kikosi ya askari wameweka pale mavoko ati wanalinda ubomoaji ya manyumba. Tumeona vioja, vitendo vya unyama inafanyika kwa dhidi ya Wakenya. Wameleta matrakta makubwa wakishika manyumba namna hii ni kama karatasi inarara. Hiyo ni baada ya Bwana Ruto kutoa amri ati sasa tumepata uamuzi wa mahakama. Wale jamaa ambao walikuwa nakaa pale kama masquatters watolewe. Siku hiyo matinga wamewekwa barabarani, wanaenda pale wanabomoa. Wamebomoa manyumba ya watu, wamebomoa mashule, wamebomoa makanisa na maduka ya watu. Watoto wachanga wanalala nje kwa mvua, wananyeshewa na mvua. Hapo vijana ambao walikuwa nakwenda kufanya mtihani hawana shule imeenda. Shule imeenda. Na maana makanisa ya Mungu imebomolewa. Ati kampuni inataka hiyo ardhi yao. Hiyo kampuni haikununua hiyo ardhi, walipata bure kwa serikali. Sasa baada ya kubomoa manyumba wanasema sasa wanataka kuuza hiyo ardhi. Ati kama wewe unataka, sasa wewe fanya application. Mtu alikwenda akachukua loan kwa banki, akajenga nyumba, unabomoa kwanza, alafu nimwambia sasa wewe unataka kuuza hiyo ardhi. Upumbavu aina gani? Unyama aina gani?
tunalaani vikali vitendo ya unyama ambayo imefanywa hapa Maboko na serikali ya Bwana William Ruto na Gachagua. Unyama kama hiyo hawezi kupita bila malipo, na malipo ni hapa duniani, hapana mbinguni tena. Sawa. Pili, tumesema tunaongea na hao watu kikundi cha Bwana Kalonzo, lakini ya kwanza ni mambo ya gharama ya maisha mpaka irudi chini. Hiyo ni sharti namba 1. Sharti namba 1. Pili, haki ya uchaguzi, electoral justice, mpaka itimizwe. Saba, ifanye nini? Tatu, tumesema tunataka kuona kama Wakenya wote wanapata nafasi sawa. Ubaguzi ya kikabila kwa upande ya ajira mpaka ikwishe. Vijana wetu wote wapate ajira sawa. Tatu, wanafunzi wa chuo kikuu mpaka wapewe fursa sawa. Hakuna mambo ya ubaguzi. Wapate scholarship, kila mwanafunzi apate scholarship. Ndio tulikuwa tumepanga. Sisi tulipanga namna hiyo. Tulisema masomo ya bure. Sasa jamaa ameweka karo juu kabisa. Mambo ya matibabu, tulikuwa na baba care. Semeni baba care. Inashinda Ruto care. Sinashinda Ruto care. Hii ni njia tu ya korogota ushuru kwa wananchi, sio? Tatu, tulikuwa na mpango kwa mama ambao wana watoto lakini hawana mabwana. Single parent mothers. Tulikuwa tumeweka mpango mzuri sana ya kuwasaidia. Hii jamaa sasa hiyo amesahau. Hana haja naye. Jamaa kadi yake ni kutoza tu watu ushuru. Sasa anataka kutuma watu ushuru kwa manyumba ya watu. Wakija kwenu muwafukuze. Mwambie kwamba pesa hakuna. Tunataka tafuta pesa kwenda kwa Ruto. Sasa wananchi wengine wamesema afadhali tupatie ushuru, Bwana Ruto achukue mshahara. Maana ushuru ni juu kushinda mshahara. Sivyo? Gharama ya kila kitu bado imepanda zaidi. Tunataka fuel subsidies irudishwe. Ushuru fuel tax VAT kwa mafuta itolewe kutoka 16% irudi 8% pale Uhuru aliwacha. Nataka namna hiyo sivyo? Alafu subsidy ya chakula vile ili bei ya unga irudi chini. Sio? Bei ya mafuta irudi wapi? Bei ya sukari irudi wapi? Bei ya stima irudi wapi? Na ule nyumba irudi wapi? Mnaunga mkono? Ndipo naunga mkono nione hapa.